mpenzi mtazamaji wa Mosaga Media kwenye Extra Time, na leo Extra Time tuna nyepe mbili ambazo zitakwenda kukonga nyoyo yako, zitakwenda kukufurahisha, lakini zina funzo moja kubwa sana, na wewe mtazamaji wangu utaweza kutoa comment zako kwenye hizi nyepe ambazo tutakwenda kudili nazo. Pasipo kupoteza muda, nyepe ya kwanza twende tukaitazame, halafu tutakuja kuidadavua vizuri sana. Swali langu linasema hivi: mfano Mungu akashusha andiko sasa hivi, afu lile andiko likawa linasema kwamba wanawake wanaotamani kuwa wanaume na wanaume wanaotamani kuwa wanawake waende. Wewe unahisi upande upi utakuwa na watu wengi? Habari? Mambo? Majina yako? Subira. Swali umejisikia vizuri. Maoni yako? Mimi wanaume watazidi kwa wanawake au wanawake watazidi kwa wanaume? Wanaume watazidi kwa wanawake. Sababu? Kwa sababu wanaume hawapendi wanakopa majukumu yao. Mfano majukumu gani sasa ambayo wanaume wanayakwepa mpaka kiasi kwamba mwanaume atamani kuwa mwanamke? Yaani wanaume wanapenda kuzaa lakini hawezi kuhudumia wanawake. Wanapenda kuzalisha. Kuhudumia wanawake inakuwa wanakopa majukumu yao kama wanaume. Sasa haya majukumu ya kutelekeza mtoto kutokumlea ndio utamani kuwa mwanamke? Ndio, kwa sababu yani wanaweza kuzalisha lakini hawezi kuhudumia. Wao ni kazi. Ya, huyu Subira amesema kwamba upande wa wanawake utaongezeka, lakini yeye kwa sababu yake anakuambia kwamba wanaume wanakwepa majukumu ya kulea familia. Kwa hiyo mwanaume anaona yale majukumu ya kulea familia ni mazito, anaona bora upande wa kike. Kwa maana wanawake kazi yao ni kutafutiwa, kupewa pesa, na yeye anahisi atatafutiwa, atapewa na wanaume. Si ndivyo? Okay, vizuri sana kwa Subira. Tunamaliza hapa, kuna gentleman mmoja hapa yupo. Hapo bana, mimi naona upande utakaoja upande wa wanaume. Kwamba wanawake watatoka kwa wingi utakuja kwa wanaume. Wanaume watakuwa wengi. Sababu ni nini? Hapo kwamba mwanamke, kwamba wanawake wengine wanachukia swala la kushenyentwa, wanawake wanachukia swala la kushenyentwa, alafu kingine nini? Sasa kwenye blaza tu kwa shenyentwa, unaona wanawake sasa wanasangana. Mimi si kwamba wanapenda alafu unakutana na wanawake wanaamini. Unaona hapo swali umeweza kulisikia na wachangiaji wetu, umeona walivyochangia, na wewe mtazamaji bado una maoni yako, unaweza kutoa maoni yako juu ya swali tulihoji hapo, na jinsi walivyochangia, na wewe maoni yako jinsi yalivyo unaweza kuandikia hapo kwenye comment. Pia twende tukatazame nyepe ya pili ambayo inahusiana na wanaume. Hebu twende tukasikilize wanaume wafanya nini, afu tumsikilize mwamba anasemaje kuhusu wanaume. Tunaangalia sana kwenye swala la nguvu za kiume kwa kuletewa madawa na madude kutia kwenye miili yetu, kuamini vitu hivyo vina boost nguvu za kiume. Mnadanganya, it's just a myth. Ngoja nikuelezea. Swala liko hivi. Kuna mada kwenye mwili wako zinaitwa testosterone. Testosterone kuanzia miaka 20 mpaka 30 zinakuwa very high, lakini kuna maadui zake. Kama hivyo vitu vitakuwepo kwenye lifestyle yako, lazima nguvu zako zitashuka. Kuanzia 30 kuendelea, kila mwaka unapoteza asilimia. Adui mkubwa wa testosterone ni mlolongo wa mawazo. Nilichogundua kwenye zama hizi, vijana wadogo wanawaza mambo makubwa na mafanikio makubwa bila kuchukua hatua taratibu, wanataka kwa haraka. Kwa hiyo wanaumiza sana vichwa vyao. Mtu analipwa milioni moja anawaza kununua range ya milioni au kujenga villa ya milioni bila kuchukua hatua taratibu na kufikia malengo yako. Lazima nguvu zako za kiume zita drop moja kwa moja kwa sababu unajiumiza kichwa. Kitu cha pili, kulala. Ulali unataka kama dili, unahangaika wewe. Ya, kama hivyo kama ulivyoweza kumsikiliza mwamba ushauri aliotoa na madhara aliyoyazungumza, na baadhi ya wanaume kuweza kufanya vitu kama hivyo ambavyo wanavifanya. Afu jamaa ushauri wake, na kama ameweza kuidadavua mada vizuri. Wewe kama unaungana na mshikaji, hebu dondosha comment zako hapa tuone kama unaungana na mshikaji kwa hicho alichokisema, ama unapingana na mshikaji, basi dondosha comment zako hapa tuambie. Lakini mimi naungana na mshikaji kwa 100%. Alichokizungumza ni kweli. Ya, tusikunywe kunywa midawa tu kwa sababu hebu jamaa kabadilika vizuri sana. Wanaume tumwige mshikaji, tufuate vile anavyosema mshikaji, tuone kama itakuwa hivi anavyosema. Ya, katika nyepe za siku ya leo zilikuwa nami Mosaga, nimeweza kukuletea nyepe mbili kama hizo ambazo umeziona zinaweza kugonga nyoyo zako na kuweza kuleta funzo moja kubwa kwako. Ya, naamini kwamba utakuwa umejifunza kitu. Tukutane tena kwenye nyepe zijazo kwenye Extra Time ijayo. Ungana nami kwa nami Mosaga, endelea kunifuatia katika platform zangu zote za Mosaga Media.